Kiko mchanganyiko wa adabu. Maana hicho chenye nataka kukwambia kiko mchanganyiko wa zile adabu. Sasa ndio sasa unafafanua sasa. Adabu ziko namna nyingi. Katika kumheshimu mume, katika kuheshimu familia ya mume, jinsi ya kushika mume, jinsi ya kumshika mume. Ndio vyote ni adabu tuseme. Cha kwanza first tuanza kufunza adabu. Maana ukiwa na adabu itakuheshisha na mtu yoyote yule. Hizo ndizo vitu nani watu ambao wanafuata ili waje kufundishwa nani hapa Buyenzi. Hizo vitu nani hawezi nani wakavipata sehemu zingine. Hawezi wakavipata maana wao wenyewe wengine wao sehemu zingine hawezi kuwa wanavijua. Mazingira sio rahisi. Mazingira mpaka ndio kayasome. Ni kama vile mtoto mwenye kusoma hata somo la kwanza eti tutamwambia 10 mara 10 ni ngapi? Sio rahisi kusema eti atafika na jua. Of course, karibu na Malengo Media, nyinyi ambao nani mnafuatia video vyetu, acha tuwashukuru. Na kama ni mara ya kwanza, subscribe kwanza kwenye YouTube channel yetu ni Malengo Media, hafu vipindi ucheye nani ili watu wengine waangalie vipindi vyetu. Mimi naitwa Sida Silva, mbele ya kamera kama mnavyoona tuko na umama na ni mzuri, tupo Buyenzi. Acha kwanza tumpokee. Jambo mere. Jambo sana kaka. Uko sawa? Sawa kabisa. Unashukuru? Nashukuru. Mambo ni sawa? Mambo murwa. Bwana leo tumesema acha nani tutembelee watu wa Buyenzi ili tujue mashao nani yako vipi. Tuzungumza nani vitu vingi. Jitambulisha kwa watu ambao nani wanatufuatia right now. Karibu sana Buyenzi. Mimi naitwa Sengiumva Shani. Kazi wa Buyenzi, barabara ya 9 namba 1. Hapa ndo nilipozaliwa, hospitali nilozaliwa ni hapo Kurongorwa. Maana mimi ni mtoto wa mjini kabisa. Mtoto wa mjini. Sasa ukisema mtoto wa mjini unamaanisha? Maana yake mtoto wa mjini, maana yake mzaliwa wa hapa Bujumbura Mkaza. Kisha hospitali nimezaliwa mimi ni Prince Jean Charles. Nimesoma école primaire ya Bassin. Nimesoma collège de la Comibu secondaire. Maana yake mimi ni mtoto wa mjini kabisa. Kisha shughuli zangu zote nazifanyia hapa mjini kati. Sawa. Hivi ni tabia gani mtoto wa mjini ambazo anazo nani anazo lakini mtoto si wa nani wa mjini hana? Yaani mtoto wa mjini kwanza ana tabia ya kujua kwanza kama yeye ni mtoto wa mjini, anakuelewa. Anajua kuelewa na kumuelewa mtu. Kiasi kwamba mtoto mwenye sio wa mjini sio muelewa. Au wakuyakuya wote sio waelewa. Wamevamia mji, lakini sisi watu wa mjini ni waelewa kabisa. Tunaelewa na tunajua kuishi na watu. Ni sawa. Ulimaliza masomo? Masomo sijamaliza, ila nimesoma sekondari mpaka darasa la 9. Hebu tuambie, wakati baada hujaolewa. Nilikuwa msichana tu. Msichana mzuri, mrembo, mwenye kufanya kazi zake za nyumbani, mwenye kuheshimu wazazi. Watu wengi walikuwa wanakutongoza sana kabisa, lakini ndio hivyo tena. Ili mtu mwanamke lazima utongozwe. Ili mtu muamini lazima aje kivipi? Kipindi hicho utamwamini aje mtu na haumjui. Unampokea tu. Akiwa na hela. Kipindi hicho sisi tulikuwa tuangalie hela. Maana unakutana makwetu kwenye palikuwa uwezo wa hela. Uwezo wa hela ulikuwepo. Kama mimi nimeshika hela niko mdogo sana, nimezaliwa mimi mwenyewe ni binti wa pekee hapa nyumbani kwetu. Kiasi kwamba nilidekeshwa sana na wazazi wangu. Kisha nimekuwa na wakaka. Kisha wakaka zangu walikuwa wamenitangulia, ni wakubwa, walikuwa ni wabrusier. Kiasi kwamba mimi walikuwa wananipa tu sana hela. Mimi hela sikuiangalia sana kiivo. Hapana, kwa hela nilishika sana. Kisha baba yangu nilikuwa niko sema moja. Alikuwa akitoka sokoni kuuza na nikabidhi mimi hela, shani hizo hela ziweke hivyo. Kiasi kwamba mimi hela sikuithamini sana maana nimeishika bado niko mdogo. Hela ulikuwa nayo na vitu ambavyo tunaona kwa watu wa mjini, toto town wanapenda sana kutoka out, kuenjoy maclub na nini. Kwako ilikuwaje? Mimi nilikuwa sio mtokaji kabisa. Mimi nilikuwa kundi langu kubwa sana kwa ni wamama watu wazima hivyo. Niwatembelewa mama watu wazima ndio walikuwa washoga zangu. Mimi nilikuwa siedi club, kwa stoki kabisa. Mimi nilikuwa mtoto wa nyumbani. Nilikuwa mtoto wa nyumbani.
Yaani mimi kazi zangu ilikuwa za nyumbani tu. Mimi nilikuwa nyumbani zaidi. Afu hawa watu nani, hawa watu ambao walikuwa wanatongoza walikuwa wanakupata wapi? Nikienda shule. Nikienda shule nimefanya uniform hivyo. Lakini kusema eti hivi mimi nitatoka. Nilikuwa sitokaji. Enzi hizo ilikuwa na simu, WhatsApp ulikuwa unatumia? Hapana, enzi hizo nilikuwa sina WhatsApp. Mnaandikiana tu kabarua. Kabarua, karatasi unampa mtoto pelekee huko. Na wewe Kenya umepokea hivyo unakasoma, majibu unarudisha, unaweza kurudisha au usirudishi. Asipokurudisha ulikuwa unajisikiaje? Mtu anamwandikia akurudishi ama yeye anakuandikia akurudishi? Mara nyingi mimi nilikuwa si hivyo, maana mimi nimekuwa katika mazingira, nilikuwa niko mtoto mwanamke hapa uani peke yangu. Nilikuwa sina zile kampani za kuwa eti niko sharp wa kusema eti nitaongozana na huyu wala na huyu. Mwenyewe kichwa changu ndio wagi na ni hukumu. Kiasi kwamba kwanza nilikuwa na kama vile dharau, nilikuwa na udesi wa sana kiasi kwamba mtu anawazia kama labda ni dharau, lakini haikuwa dharau. Nilikuwa yangine ni si ajui. Nilikuwa sijui. Nilikuwa sina huyo mwamko wa kiivo. Yaani ushtuki. Nilikuwa sishtuki. Hivi ni tabia gani ambazo ulikuwa uzipendi kwa wanaume wa town? Nilikuwa na waokopa tu, nilikuwa nawaona kama vile wanataka kuharibiana maisha. Wenyewe walikuwa wakitaka tu wamtongoze tu mwanamke, wamharibie maisha yake, wakisha kuboiteka mimba, wanakujaza mimba, basi wanafika na kutupa. Wanaume wa town wengi walikuwa watumiki na wenyewe walikuwa wafanyi kazi, wajishughulishe, hususan wanaume wapako tu Buyenzi. Walikuwa na wenyewe ni kuikaa tu hivyo hivyo, kisha wamelelewa na wazazi wao, hawafanyi kazi yoyote ile. Hasa unaona tu kama vile hawa wakuja kukuharibia tu maisha. Hiyo hakukutokea? Mimi haikunitokea. Hiyo ni sawa. Kitu ambacho na nini tunaona kwa watu wa Buyenzi, tunaona ni watu wapambanaji sana. Wakati baada hujaolewa, ni kazi gani ambayo ulikuwa unaifanya? Mimi kabla sijaolewa, mimi kazi yangu nilikuwa nafuma shuka. Mama yangu alikuwa ni mfuma shuka. Sasa nilikuwa namsaidia katika kufuma shuka. Mimi nilikuwa nachapa shuka, nilikuwa nachora. Na mpaka sasa hivi naendelea? Kazi zilikuwa ni za utoto hizo. Nilikuwa za utoto, ushoni wakupe 200, wakupe 300 hivyo. Wende ukale vitumbua, ukale pain creme. Kwa napenda sana pain creme na orange na ile maziwa na dele. Ndio ilikuwa ile yangu kwenye naishi hapo. Sasa ilikuwaje mpaka ukaolewa sasa? Ilikuwaje mpaka ukaolewa? Nikatu mwanamke kuolewa, mwanamke kishakuwa ni kuolewa. Hivi umedumu kwenye ndoa miaka mingapi? Na miaka mingi sana kwenye ndoa, labda sijahesabu. Sipenda kukumbuka miaka yenye nimedumu kwenye ndoa, maana ninataka tu niishi milele kwenye ndoa. Una watoto wangapi? Mimi na watoto 4, ila bahati mbaya mmoja alifariki. Wa kiume, wa kiume mkubwa, maana yake nilikuwa na watoto 5. Hivi nimebaki na 4. Pole sana. So maisha ya Buyenzi unaonaje siku hizi? Buyenzi tunajua kama na nini nilijosema mwanzo, ni watu ambao wanapambana sana. Alafu wanasema Buyenzi, watu ambao wanaishi hapa ni watu ambao wanapendana. Unaona ni unaweza ukapika, hauna mboga, unaona ni mwingine akiwa na ugali basi mnachangia, basi chakula nani kapatikana. Ikoje? Kwa kweli Buyenzi mashallah, mpaka kwa hii dakika naweza nikasema kama watu wa Buyenzi bado wanapendana. Buyenzi wana mapenzi yale ya kurisi. Japo tumekuja kuingiliwa na watu wa kuyakuya wenye walikuja wakavamia mji. Ila Buyenzi bado kidogo kuna mapenzi, maana hata ukiwa na shughuli, ukiwa na harusi, ukiwa na msiba, Buyenzi bado tunafuatana sana. Hata msiba uwe kwa nani, uwe mbali aje tutakufuata. Harusi uwe mbali tutakufuata. Yote hiyo ni dalili ya mapenzi. Buyenzi bado na mapenzi, japo na hali imekuja kuzidi kuwa ngumu, lakini hali kuwa ngumu, mimi naona ni ulimwengu mzima, ni dunia nzima. Maana tukiongea tena watu wa Tanzania, watu wa Rwanda, watu wa wapi wa Ulaya, wote wanalia kama hali ni ngumu. Sasa siwezi kusema kama hali ngumu ni hapa pa kwetu Burundi. Mimi naona hali ni ngumu, ni ulimwengu mzima. Nani hiyo ya kuvamiwa na watu wa hapa, kuna kitu chochote ambacho walikibadilisha? Walikuja kubadilisha kwanza mazingira. Kuna kitu waliua. Kwanza hawakuua kitu. Walikuja kuvamia mji na wamefika wanakuwa kama vile wenyewe ndio wenye mji. Maana sisi watu wa Buyenzi tumekuwa kama vile tumefinyika. Wenyewe ndio wamekuwa juu.
Wamevamia kabisa, maana wamekuja wenye kikazi kabisa. Ukisema hata maduka mengi sio watu wa Buyenzi. Wakuja watu wa Buyenzi wanaweza kuwa wanahesabilika. Kisha nyumba zetu sisi tunawakapangisha hao wenye wamekuja na wanatupatia eko. Sisi tuko kama vile tumezimishwa, sijui kitu kama vile hicho. Kuna chochote walipungua kwa nani kwenye mapato yenu? Kingi sana kimepungua. Maana wameshanunua mpaka na majumba yetu hao wakuyakula. Hakuna sema eti hawa watu nani, watu ambao wamekuja kuvamia Buyenzi wameshaanza kununua na manyumba. Kwa nini mnauzisha? Nyumba za Buyenzi mara nyingi zinauzwa kwa kuwa nyingi za familia. Sasa unakutana mhusika wa nyumba unakutana amekufa, amewacha watoto labda na wenyewe wameshakufa, wanabakia ni wajukuu. Kunakuwa kuna ujanja. Nyumba inakuwa haina ukarabati, nyumba inakuwa haina responsable. Unakutana nyumba inakuwa hata kifikia kulipa regide hizo inakuwa ni shida. Watu wanakutana ndio watu wanaamua wauze. Kuna kitu mimi nataka nani utuambie ukweli. Kitu ambacho kinazungumza sana Buyenzi, hususan kwa watu ambao wanataka kuolewa, eti kuna vitu ambavyo nani wanakuja Buyenzi wafundishwe ya kushikashika vizuri waume zao. Hiyo imekaje? Ni kweli? Hiyo ni kweli. Kwanza mimi mwenyewe ni mwalimu wa kufunza wasichana wa kwenda kuolewa. Mimi mwenyewe naitwa Somo maana yake ni mwalimu wa kuandaa wanawake wenyewe wanakwenda kuanza maisha upya, maisha ya ndoa. Kwa kweli maisha ni maisha mapya unaenda kuanza. Lazima upate mafunzo. Kama mafunzo yapi sasa? Mafunzo kwa mtu ambaye anatufuatilia sasa hivi ajue. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo naweza ili nizingatie hivi ili niende kwanza kuanza maisha mapya. Kitu gani ambacho wanafundisha? Vile tunavyowafundisha, kwanza tunawafunza mazingira ya kutoka kulelewa na wazazi wake, ya kwenda kulelewa na wazazi wengine. Maana unakwenda kuanza maisha mapya. Unamfunza mtoto kwanza jinsi ya kujishika katika ile familia ya pili ameienda yemo. Unamjuza kwamba kule unaenda kumkuta ni mama mwingine, sio mama yako alokuzaa. Kiasi kwamba yule mama hata kuvumilia kama gisi mama yako mzazi alokuvumilia. Kwanza tunakufunza uwe na adabu, uende ukaheshimu. Hicho cha kwanza. Cha pili heshima. Cha pili ukaheshimu, umeshaheshimu ile familia, unaenda na kumheshimu mume alokuoa. Hicho cha pili. Ndio. Cha tatu unamfunza mazingira, unamfunza kupika. Unamfunza yani ujumba, unamfunza bunyumba. Hicho cha tatu hicho. Sitofika mbali maana yake ukiniuliza kuna vingine venye siwezi kuvisema moja kwa moja, lakini nakwambia kwa wastani, kwa kifupi tunaenda kumfunza mazingira ya kwenda kuishi na bwana na kwenda kuishi na familia ya bwana. Alafu kuna kitu ambacho haujazungumzia japo tumekausha. Unaweza kutuambia haina shida. Siwezi kukisema moja kwa moja hicho. Maana lakini mnawafundisha. Sisi tunawafunza kabisa. Asa kama hakijui kiko mchanganyiko wa adabu. Maana hicho chenye nataka kukwambia kiko mchanganyiko wa zile adabu. Sasa ndio unafafanua sasa. Adabu ziko namna nyingi. Katika kumheshimu mume, katika kuheshimu familia ya mume, jinsi ya kushika mume, jinsi ya kumshika mume. Ndio vyote ni adabu tuseme. Cha kwanza first tunaanza kufunza adabu. Maana ukiwa na adabu itakuheshisha na mtu yoyote yule. Hiyo ndio vitu watu ambao wanafuata ili waje kufundishwa hapa Buyenzi. Hiyo vitu hawezi wakavipata sehemu zingine. Hawezi wakavipata maana wao wenyewe wengine wao sehemu zingine hawezi kuwa wanavijua. Mazingira sio rahisi. Mazingira mpaka ndio ukayasome. Ni kama vile mtoto mwenye kusoma hata somo la kwanza eti tutamwambia 10 mara 10 ni ngapi? Sio rahisi kusema eti atafika na jua. Maana yake akija kusoma ndio ataelewa. Of course. Kutokana na hiyo kwamba watu wa Buyenzi mnajua hivyo vitu, inamaanisha kwamba ndoa hazivunjiki Buyenzi. Ndoa kuolewa na kuachana
vyote ni vitu venye Mungu alishaumba. Ni vitu viliumbwa kuolewa na kuachana. Umeshaona? Ni vitu vinakuwa vimeshaandikwa. Ni nyandiko inakuwa imeshaandikwa na Mwenyezi Mungu. Ni kama vile kufa ulishaandikwa. Umeshaona? Lakini tunajitahidi kabisa kuzitekeleza ndoa zetu. Lakini kuna vitu vingine ambavyo mnawafundisha japo tu hujapenda kuvizungumzia hapa kwenye mbele ya kamera. Yeah, of course. Mnalipisha hela watu? Tunalipisha hela. Ni kama vile ukimbewa mtoto kwa masomo lazima utalipa hela kwa kwenda kusoma. Hakuna masomo ya bure. Kitu chochote kile cha elimu hakuna cha bure. Hata Qur'ani ndio ilikuwa zamani bure, lakini sasa hivi na Qur'ani tunalipia hela na ndio dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa wanakupataje sasa? Mimi kunipata ni kiurahisi sana, maana address yangu ni hii hapa ya 9 namba 1, naitwa Somo Shani. Somo maana yake ni mwalimu Shani. Of course. Kwa kumalizia, tuje kwa hii kazi ambayo unaifanya. Waambie watu nao jifanyie hiyo pro. Mimi nauza hapa makanzu ya wasichana, nauza mitandio, nauza maperfume. Sana sana na katika hayo mafunzo yetu sisi tunafanya sana kitu kinaitwa manukato. Manukato ndio hizo maperfume. Mwanamke anatakiwa usinuki. Mwanamke anatakiwa unanukilia vizuri kama vile maua. Mwanamke ni kunukilia. Ndio maana mimi nauza sana vitu vya urembo wa wanawake sana. Na maperfume za kila aina. Maana mwanamke unatakiwa unanukilia, inaletaga hata sijui nikwambiaje, inavutaga. Mwanamke ukinukilia unamvutia hata mtu yoyote yule. Mwanamke sio kunuka jasho. Mwanamke ni kunukilia. Ndio nauza maperfume hapa ya kila design. Nauza maperfume ya ndani, chumba hivyo kinukilie. Ndio mazingira hayo. Sisi wa mwalimu. Haviko bei sana. Bei kama kawaida, bei kama bure. Maana yake bei hapa ni kama bure, hapa ni vunja bei. Bei kama bure. Maana hata bure unapata. Ukija ukiongea vizuri na bure unapewa. Hapa panaitwa kwa mkarimu wa wengi. Kwa watu ambao wako mbali. Unajua mida inafika mbali, sio tu watu ambao wako hapa Bujumbura, mtu akiwa Ngozi, hata TZ, Rwanda, wapi, vitu akivitaka kutoka kwako anaweza kuvipata, anavipataje? Watu wakiwa Rwanda hivyo vile wakitaka na waagizia. Maana sasa hivi tumeshakuwa na maendeleo. Unaweza kuambia namba ya biashara ambao wanaweza wakapitia? Nayo. Address nayo. Waambie hiyo namba basi. Hacho. Ndagi kule. Sawa, of course. Kwa kumalizia, kitu gani lipi la kuzungumzia kwa watu ambao walikuwa wanatufuatilia? Watu wanatufuatilia. Wazidi kuwa wanafuatilia hii radio. Radio ni nzuri sana, ina maoni mazuri sana, inawasaidia wa raia kwa na shida yote ile. Ukipitia kwenye radio hii hapa unaweza kupata kufafanuliwa shida zako. Tukushukuru mama. Mimi nashukuru sana. Karibuni tena. Hapa ndo nyumbani na hapa ndo nafanyia kazi. Sawa.